Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba Jumapili ya leo inakuendea shwari kabisa. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Mtazamaji, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2017, na kama unavyojua ama iwapo hujui, leo ni siku ya kina mama ya duniani. Mtazamaji, iwapo mama kwa nyumbani haujamtumia ujumbe ama kumpa zawadi yoyote, basi fanya haraka kabla ya siku kuisha. Na kwa akina mama nasema hongera, akina mama watarajiwa vile vile nasema hongera kwenu na nawatakia siku njema ya akina mama. Na basi mtazamaji, hii leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, mkiwemo mkutano ambao unaendelea huko Nakuru, mkutano ikiwa ni wa kwanza wa muungano wa NASA baada ya kumteua Raila Odinga kuwa ndiye mpeperushaji wa bendera ya muungano huo wa NASA, na vinara wote ambao ni Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, Moses Wetangula, Isaac Ruto na Musalia Mudavadi wamefika katika mkutano huo, na tutakuletea taarifa hiyo ama tutaweza kupeleka huko moja kwa moja ili upate kujionea jinsi mambo yalivyo. Lakini kwa sasa mtazamaji, tupate vidokezo. Muungano wa upinzani nchini NASA wafanya mkutano wake huko Nakuru kuuza sera zake za siasa. Mahindi imetoka Mexico from Wednesday, imeitishwa na hadi sasa imefika 1 day 2 days. Hata ndege peke yake inachukua siku 10. Na hatutaki chakula kiwe ni siasa. Rais wetu na naibu wa rais na serikali ya Jubilee imeweka mikakati kabambe, mwambua tayari chakula kimeingia. Nina akina nani wanauza mahindi ndani ya Kenya? Who are the millers? Wanatoka wapi? Wako wapi? Mawaziri wanne wakashifu upinzani wakidai kwamba umetia siasa katika swala zima la kupanda kwa gharama ya maisha. Sisi tumewahi cheza kwa timu ingine, sababu timu za kisiasa Kenya si mbili. Kiongozi wa Kenya Martha Karua watahadharisha wagombea wa Jubilee dhidi ya kujigamba. Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi. Mkutano wa muungano wa upinzani nchini NASA unaendelea huko Nakuru, ambapo viongozi wote watano wa NASA ambao wanajumuisha Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na Isaac Ruto. Huu ni mkutano wa kwanza mtazamaji kuwaleta pamoja viongozi hao baada ya kumteua Raila Odinga kupeperusha bendera ya NASA. Na sasa mtazamaji, moja kwa moja tunaelekea Nakuru ili kuona namna hali ilivyo. Mashinani, barabara, nikisema barabara mnasema mashinani, mabarabara, bei ya unga, development, kila kitu irudi wapi? Kwa majina ninaitwa Gladys Kamuren, mimi ni candidate wa women rep kupitia CCM party. Na mimi nataka kuambia hivi, NASA Nakuru County, nataka kuambia Mungu ametukumbuka Nakuru, ametukumbuka Kenya, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa urejesho. Ile tulipoteza 2007 na 2013 inaenda kurudi. Mungu si ya kabila mbili ama kabila moja, ni ya watu wote. Leo baba atakuwa kiongozi wetu, si ndio? Haya, nataka kuambia hivi, nikiomba kura ya women rep, ninaomba munisaidie, kwa sababu mimi ni mama ambaye nitawaleta Wakalenjin waingie kwa NASA. Tutasaidiana na Ruta na Koros kuleta waingie, tunataka waingie. Ama mtaki? Hayo mimi ndio sujani nitaenda kuwalilia na kuwaomba na kuambia warudi mahali wa Kenya wako. Hakuna kukaa nje. 2017 ama 2018 Wakalenjin na watakuwa nje, watakuwa kwa serikali. Haya, mimi nataka kusema
mimi ni mama, na mimi ni mama ya watoto wote. Mimi ni mama ya Otieno, mimi ni mama ya Kamau, mimi ni mama ya Wafula, mimi ni mama ya Kipkemoi, mama ya Mohamed na mama ya watu wote, na sitabagua, nitawaweka pamoja, tuende mbele. Mungu awabariki, unikumbuke. Nasa. Okay, kwa majina mimi naitwa Dr. Ogada na ninasimama Senate Nakuru County. Na tunafanya kazi na Dr. Koroz. Tunasema hivi, hii serikali ambayo umo sasa, uchumi umezidi unga. Na tunasema kwa sababu gani? Tunasema hivyo kwa kuwa tunaona wale wako karibu na uhuru ndio wale wanatekeleza ufisadi, na kwa nini hatua haiwezi kuchukuliwa ndio wapeleke korokoroni, ndio tuwe na justice kwa hiyo maneno. Ya pili tunasema this is government with long priority. Tunachukua mtoto ya Turukana ambaye hana chakula, ambayo ni mgonjwa, tunampea laptop, tunamwambia aenda shule, na ile shule hata hakuna mahali iko, na tunaambia tutaweka stima kwa hiyo miti. Ya mwisho ninasema hivi, NASA ni government of national unity, ile inawashirikisha sisi yote, so it will have the best of practices in terms of governance. Na kwa hiyo machache, thank you very much. Mungu awalinde, na tarehe 8 mwezi wa 8 NASA. Thank you very much. Vijana hawa mnaona wanabeba bendera ya NASA hapa Nakuru, sawa? Sasa mimi nataka kwanza kabla naleta wengine mimi naleta nyinyi salamu kwa Gavana 001 Ali Hassan Joho. Unapokea? Sasa ni furaha yangu tuite mmoja wa watu wangu wa Pentagon, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, aje hapa na kuzungumza nini. Watu wa Nakuru, Wiper, kisema Wiper nipe NASA, Wiper, kisema ODM nipe NASA, ODM, ANC, Ford Kenya, Mashinani, Dr. Koroz, Raila, Kalonzo, Weta, Moda, Isaac. Watu wa Nakuru, Mungu asifiwe. Sitaki mvua irudi, nitafupisha mno. Tunashukuru Mwenyezi Mungu leo ikiwa Jumapili, kwa sababu nyinyi watu wa Nakuru mmekuja kwa wingi zaidi kuonyesha sura ya Kenya. Nakuru, mimi nikiwa mtoto mchanga kwa primary school tulikuwa tunasoma kwa historia katika civics, tunaulizwa which is the cleanest town in Kenya. Nipe jina, nipe jibu. Lakini over the years Nakuru ikachafuliwa na uongozi mbaya. Sasa tumekuja kama wananasa to restore Nakuru. Sema restore Nakuru. From the flamingos, kutoka Lake Naivasha, Lake Nakuru, Lake Elementaita, and all the great lakes of the Rift Valley. Hapa, the cradle of mankind, ilikuwa hapa Nakuru and the Rift Valley. Sema Tibim. Kwa hivyo, vijana naomba mnisikilize.
Nitafupisha mno kwa sababu hali ya anga ndio hiyo. Kulikuwa na, hebu sikiliza story ya mfalme mmoja Ufaransa. Aliona watu wengi kama vile mafurika hapa leo, na watu walikuwa wanalia njaa, wanalia wanasema wanataka mkate. Akatoka pale mama Malkia kwa dirisha, akaona watu wanalia mkate. Akasema wanalia nini? Wanaomba mkate. Akasema apatie cake, kuonyesha yeye badala kupatia mkate anaona ana njaa. Akasema apatiwe cake. Huyo mfalme was out of touch with the reality. And what happened was the French Revolution. Leo tumekuja kutangaza hapa Nakuru kwamba Kenya mwaka huu watakuwa na revolution ya unga. Sema unga revolution. Wakapa naamini leo tutapeleka Jubilee nyumbani kwa. Sema tena unga revolution. Sababu yake ya kuzorota namna hii, ndugu Raila amejaribu kuelezea. Serikali ya muungano wa NAK na hata serikali mnajua ya Kibaki na Raila na Kalonzo. Mimi nilikuwa makamu wa rais wa Kibaki, si mnamkumbuka? Si Raila alikuwa prime minister. Hawa tulikuwa watu wenye ukakamavu mkubwa zaidi. Munaona ile infrastructure projects inaendelea ambayo Jubilee wanajigamba ni yao, ilianzishwa na Kibaki na Raila na Kalonzo. Ile ambayo ilikuwa ni yao ni ya laptop peke yake. Hebu ulizeni mambo ya laptop. Walisema atabuni nafasi za kazi 500,000 kila mwaka. Nakuru umepata hizo nafasi za kazi. Kwa hivyo basi, kwa sababu hawaelewi, mkulima wa mahindi kutoka Rift Valley, Eldoret, Trans Nzoia, Nakuru analima mahindi alafu inanunua kwa bei duni kwa shilingi 1,500 kwa kila gunia. Na alafu hebu angalia hizo, hata wajui kuweka fertilizer, bei yake imezorota. Wanaleta fertilizer bovu kwa sababu ya hali ya ufisadi. Hebu angalieni mazao yake ni njaa. Mazao yake ni bei ya unga, sukari ndio hiyo. Watu wa Kenya kila mtu analia. Na ndio tunasema tutakuwa na unga revolution, ndio watu wa Jubilee wajue Kenya imeamka. Sasa wanatoa mahindi, bei ya mahindi. Mkulima nisikilize. Mkulima naomba unisikilize. Ile bei ya gunia moja ya mahindi ya shilingi 1,500. Mkulima wa mahindi wa Eldoret na Trans Nzoia unalipa kwa National Cereals and Produce Board, wanakupa hiyo bei ya chini. Hii inatoka Mexico. Hatujui, nasikia hata ile kala yake na ile ya yellow. Yao hiyo kwa kilo moja, gunia moja ya 20 kg, bei yake ni shilingi 4,500. Hebu sikiliza uchumi huo. Tunajenga uchumi wa nchi ya Mexico na huku tunaharibu uchumi wetu. Na ndio sababu 10 million strong tuwapeleke nyumbani. Tena 10 million strong. Tena 10 million plus. Iliyobaki na sisi tueleze wana IEBC. Tulipigwa tear gas na Ngaisheri, lakini tukasema IEBC must go. Walienda hakuenda. Mimi ni mwanasheria. Mimi nauliza Chebukati na IEBC, ile wamefanya rufani, ile appeal wamepeleka kwa mahakama ambayo jaji mkuu anatarajiwa aweke pamoja na Appeals Board. Tunauliza kama wananasa waondoe mara moja. Wangapi wanakubali na wanakubaliana na sisi? Kama hawajui, sisi wananasa
tunajua ni kazi yao kutangaza matokeo ya kura ya urais, na tunajua ni jukumu lao kuwatangazia vile vile ni nani amekuwa MCA, ni nani amekuwa MP, ni nani amekuwa women rep, ni nani amekuwa governor, nani kila. Hiyo ni jukumu la IEBC, hatuna nia na hiyo, lakini sisi tutafanya hesabu yetu sisi wenyewe, kama vile ndugu amesema, wakitoa hii tunapeperusha vile vile. Hiyo ni haki yetu ya kikatiba, na kwa hivyo wao kama hawajui, katika kila constituency Bwana Chebukati ako na returning officer, yeye ako na mamlaka ya kutangaza. Sisi wananasa hatutatangaza. Kwa hivyo ni kwa nini ameanza tena kusema ni lazima badala kutangaza kwa constituency itangaziwe Bomas of Kenya? Nia yake tunajua ni wizi. Wangapi wamekataa hiyo maneno? Kwa hivyo mimi nakubaliana na Raila, kama watatoa hiyo rufani, kama IEBC watatoa hiyo rufani, wana Kenya tutaandamana Nakuru, Nairobi, Kisumu, Machakos, kila mahali. Wangapi watafanya hivyo? Sasa yangu ni hiyo. Tumekuja kuzika. Kumbukeni wana Rift Valley, ndugu zetu wa Kalenjin, nyinyi ni hodari mno. Mimi ni rafiki wa ndani, nasema ndani zaidi ya Wakalenjin. Kwa hivyo nikiwa rafiki wa ndani, nauliza ndugu wa Kalenjin na ndugu wa Kikuyu ambao wanaishi hapa Nakuru, mukatae mambo kabila, kila mtu aingie kwa NASA, tuokoe Kenya. Wangapi wako tayari? Bwana Yesu asifiwe. Nitamwita, ngoja nimwite ndugu Weta. Na mtazamaji, ni mkutano wa muungano wa NASA ambao unaendelea huko Nakuru katika uwanja wa Furaha, na aliyekuwa akizungumza sasa ni Kalonzo Musyoka ambaye ni mmoja wa vinara wa muungano huo, akikosoa pakubwa serikali ya Jubilee kwa kutotekeleza ahadi walizotoa kwa ukamilifu, na vile amesema kwamba NASA itaendesha kituo mbadala cha kujumlisha matokeo ya uchaguzi mkuu, na amesema kwamba NASA haitatangaza matokeo hayo bali itaweza tu kujumlisha ili waweze kujua iwapo inafanana na ile ama matokeo ambayo yatatangazwa kule Bomas. Na pia amekashifu mwenyekiti wa IEBC kwa kutaka kutoa matangazo yote huko Bomas bali sio katika vituo vya kupigia kura. Basi mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo huko Nakuru, na tutaweza kuletea zaidi kuhusiana na yale ambayo yatasemwa huko Nakuru. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuendelee na taarifa zingine. Naibu Rais William Ruto amewakashifu viongozi wa upinzani ambao wamekosoa hatua ya serikali kuagiza mahindi nje ili kuwasaidia Wakenya kutokana na bei ya bidhaa hiyo kupanda. Ruto amezungumza katika maeneo mbalimbali katika mikutano yake katika mkoa wa Magharibi ya Kenya. Uwe ndugu ya mtu fulani, ama mtoto ya mtu fulani, ama bibi ya mtu fulani. Ninyi mnataka serikali ya kujuana au mnataka serikali inamuliwa na wananchi? Mnataka kuamuliwa na wananchi? Tuko pamoja? Mnasema tuamue pamoja? Mimi nawaulizeni jameni, watu wa Bungoma, kwa unyenyekevu, safari hii mtupatie miaka ingine 5 Kenya hii ibadilike. Mimi nawaulizeni, nyinyi tarehe 8 mwezi wa 8 mtaamua kazi ya Jubilee, ya barabara, ya watoto wetu kusoma, ya kina mama kushughulikiwa, ya stima kuzambazwa, ya reli kujengwa, ya barabara kujengwa iendelee, ama nyinyi mnataka fitina na vitendawili ianze? Mnataka maendeleo iendelee? Wale wanasema maendeleo iendelee. Ya mwisho,
La mwisho. Sasa wewe mtu wa Bungoma, nataka unisaidie kitu kimoja. Wale wangwana wakikuja, mimi nataka munisaidie mumuulize hawa swali moja. Muwaulize. Mtanisaidia kuuliza hii swali? Nataka muwaulize. Hii pesa Uhuru na Ruto na Jubilee na kina Lusaka hapa wametumia kujenga reli, wakajenga barabara, wakasambaza stima, wakalipa naye school fees ya watoto, wakalipa naye kina mama wajifungue, wakasambaza hii stima yote, wakalete vifaa ya hospitali. Hii pesa yote wakati wenu, wakati mlikuwa mnaendesha serikali, hii pesa ilikuwa inakuliwa na nani? Kama namna gani? Kwani hii ni serikali na ile yao ilikuwa wanaendesha ilikuwa ni kioo? Kama namna gani? Hii mnataka mambo ya kitendawili yasiendelee? Na fitina? Hakina uongo? Mimi nataka nauliza watu wa Bungoma. Safari hii jameni, na waulizeni kwa unyenyekevu kama jirani yenu, msikubali tena kucheza karata mbaya na kura zenu. Wale hawana ajenda. Haya mtazamaji, basi huyo ni naibu wa rais William Ruto katika ziara yake katika maeneo mbalimbali magharibi ya Kenya. Na vilevile gavana wa Kiambu William Kabogo amekutana na wanahabari dakika chache ambazo zimepita. Mtazamaji, utakumbuka kwamba William Kabogo alishindwa katika kura ya mchujo na Ferdinand Waititu, na basi Waititu akapewa tiketi ama atawania ugavana wa Kiambu kupitia chama cha Jubilee. Hebu tupate kusikia alichosema. Campaign, beg your pardon, for those who had little faith in our campaign, was on the right track with right-minded people to ask for a second term to serve the great people of Kiambu. The shambolic nominations we witnessed answered all those questions. There was a clear quest to stop our development agenda and subvert the wishes of the people of Kiambu. The elections we witnessed had many flaws, and this was evident across the country. The nomination exercise was highly driven by non-issues. Our campaign was about transformation and issues confronting us, but our opponents chose the propaganda mill, whose evidence we have with us today. And that's the evidence that we carry of what happened with the propaganda issues. There are a lot of things that have been said about me that are not true, but only those who want to seek the truth will find it. Some of them have hurt me and my family, but we are strong. I will not dwell in that game of play, but stick to the issues and the agenda that will propel our great people to the next heights in this county. Our great campaign was about pushing the wheel of success and the development agenda for the people of Kiambu. I sincerely thank voters who came out in large numbers to get their votes counted and their voices heard. To everyone who came out to vote for me on the 25th, men, women, and young children, and the old, I want to say asante sana. You braved the chilly weather and stood for many hours in long queues to vote for me. From Goliba to Kinali, from Gidhobokoni to Nashu, thousands of you came out to vote, and I'm proud of you. I thank you once again. To those who didn't vote for me, thank you for still turning out to vote and exercising your democratic right, and to let us know that as a team, we will have some work to do in pushing forward the development agenda. That's the power each one of us has been given by our Constitution. Make no mistake, my silence for the last couple of weeks was as a result of a peace pact that I signed, and I wanted to honor that peace pact.
the younger Kabogo would have handled things differently. But now my thoughts turn to what will be the greatest achievements in the county. In recent weeks, I have met thousands of people, and I have received phone calls from many people, men and women, young and old, telling me the fight must go on. This is not my fight, it's our fight. It is not a battle about who is stronger or who is better at spreading propaganda, but rather it's about the vision that will take all of us to what we have the potential to become. The vision that will take us where we need to be, and the vision that will make Kiambu the place where people choose to live, work, and grow. That is the vision that consumes me and propels me forward. After much deliberations, having consulted my wife and the rest of my family, I stand here today to announce my independent candidature for the second term as your governor. Due to public demand, I have decided to honor the wishes of the people of Kiambu. Nitakuwa kwa ballot. I will be in the ballot. At the end of the day, we are one people with the same aspirations, the same dreams and desires, that with God on our side, our differences will melt away in the face of the greater good that is before us. That is making Kiambu the best county in service delivery, a place with equal opportunities for everyone, regardless of status, religion, or age. A place of choice for people to live, work, and grow. Whether you're a Kikuyu or a Luo, tribe will not define us. Whether you're a Christian or Muslim, religion will not divide us. Whether you are young or old, experience will not stop us. Whether you're a man or a woman, gender will not separate us. It is these differences that make us richer, better, stronger as the people of Kiambu. We are one people and will always be one people. The answers we are looking for, the solutions to our problems, the cure to what is ailing us, does not lie in those that are afraid to confront common enemy of development and democracy in our county, but the brave ones will not shy away from saying, I can do the impossible. I can be who God says I am, and I can do what He says I should do. With purpose and great determination, I promise every man, woman, and child in this county that I will break my back to give you the best. Na mtazamaji, ni gavana wa Kiambu William Kabogo akitangaza kwamba atawania ugavana, mtazamaji, kwa tiketi huria, akigusia kwamba kura ya mchujo ambayo iliendeshwa ilikuwa na visa vingi vya udanganyifu, na akasema kwamba watu wengi wamekuwa wakimtaka asimame kura, na ndiposa ameamua kutii wito wa wakazi wa Kiambu na kuamua kusimama kwenye tiketi huria. Na basi mtazamaji, kitakuwa ni kivumbi kikali hapo kati ya Ferdinand Waititu na gavana wa sasa William Kabogo. Tukiendelea, kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Kajiado kinazidi kuchacha. Muungano wa upinzani NASA umepenya katika eneo bunge la Kajiado Kusini ambalo linadhaniwa kuwa ngome ya Jubilee. Wawakilishi wa wadi walioshindwa kwenye uchaguzi wa mchujo wa Jubilee wanamuunga mkono gavana wa sasa David Nkedianye wa chama cha ODM chini ya NASA. Nkedianye atapambana na Joseph Ole Lenku wa Jubilee. Tell Jubilee that you should watch the signs of the times. This is what is happening across the county. And Kajiado is going NASA. That is why even in places where ODM was not seen before, we are now coming in a big way. That is why we have hosted more than 3,000 people today from Jubilee moving to ODM and NASA.
Na kwa kile ambacho kinaonekana kuwa ushindani wa ndani kwa ndani chamani Jubilee katika kaunti ya West Pokot, wanasiasa wa chama cha KANU wamewalaumu wenzao wa Jubilee kwa kujaribu kusambaratisha kampeni zao katika eneo la Tamkal, West Pokot. Kundi moja likiongozwa na Seneta John Lonyangapuo lilikuwa kwenye mkutano, lingine likiongozwa na Gavana Simon Kachapin lilipotua kwenye uwanja huo kwa helikopta. Kwenye mkutano eneo la Tamkal, West Pokot, wakiduazwa kwa muda na ujio wa helikopta ikibeba kundi la pili la wanasiasa. Hii ikiwa miongoni mwa msururu wa ushindani wa ubabe chamani Jubilee na KANU maeneo hayo. Mwaka ine wamekuwa kwa kiti, hakuna ndege imekuja hapa. Sasa tunasema kuanzia leo mjue ya kwamba wenye wanajali nyinyi wangekuwa wameleta maendeleo miaka ine yaliyopita. Na pesa mmeambiwa sasa vile maendeleo ilienda. Miradi ilifichwa, pesa ikakuliwa, sasa wanakuja kufunika hiyo. Kikosi cha Pogisio akiwa na Seneta Lonyangapuo, wote wa chama cha KANU walifika kwenye uwanja wa shule ya upili ya Tamkal kabla ya Gavana Simon Kachapin na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing kutua kwenye helikopta. Mkono watu Jubilee hapa msiwapigie kelele, lakini waambieni wakuje polepole, wakirao kwamba kuna ng'ombe. Lakini tunaona kweli kama leo kama kulikuwa na mtu alikuwa na sapota moja leo kwa jamaa imeisha kwao. Seneta Lonyangapuo anawania ugavana kwa chama cha KANU, huku mwenzake Samuel Pogisio akiwania useneta, wote wakipambana na upande wa Kachapin akiwa Jubilee. Mark Namaswa, KTN News. Na mtazamaji, ni wakati wa kumpumzika kidogo na kisha nitarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.